So Mwamba kwa kuwa anahudhuria vikao vyetu vya wanaume, hakuna haja ya kumchelewesha bibie. Siku ya kwanza alipomwalika kwake, wakiwa wanatazama movie, Mwamba anamsogeza bibie na kuchapa mabusu ya hapa na pale, lakini ghafla demu wake mwingine anaingia na kuharibu kila kitu. So Mwamba akaamua kumtoa fasta nje, lakini hiyo haikusaidia kitu, na bibie naye akaona amejikosea sana, akaamua kusepa. Picha hili linaanza mwanadada Layo akiwa ni mwenye mawazo sana baada ya kutoka jela. Mpenzi wake wa maisha anaitwa Alvin alifariki na yeye ndiye alishtumiwa kumuua, na tangu waanze mahusiano yao, wazazi wa Alvin walikuwa hawamuelewi Layo na hawakumpenda kabisa, wakiona sio level ya mwanamke ambaye walitamani mtoto wao awe naye. So walikuwa wakimfanyia visa vya kila aina, na mwisho wakiwa wanamshtumu kwamba yeye ndiye chanzo cha mtoto wao kuwa mlevi kupindukia na hata kutowaheshimu. So Layo amekuwa akiwaza na kuwazua namna gani ambavyo anaweza kuwa face wazazi wa Alvin ili angalau binti yake kipenzi Ella. Mambo yote ambayo Layo alikuwa akiwaza alikuwa akiandika kwenye notebook yake. So kutokana na kuwa na msongo wa mawazo, Layo anaamua kwenda kwenye baa mojawapo karibu na anapoishi ili kupata angalau maji kupunguza stress. Akiwa ameketi, anakuja mwamba anaitwa KC ambaye ni mmiliki wa hii baa na kuanza kumsifia the way alivyovaa na kuwa ni mzuri na kuona kwamba anaweza kaketi naye kuzungumza mawili matatu. Of course, Layo akamruhusu, wakaendelea kuzungumza, lakini ghafla anatokea mwamba anaanza kumwakia sana KC kwamba ametembea na mpenzi wake, kitendo ambacho kilimfanya Layo aondoke na mwamba kumwambia mhudumu wake kwamba amfuatilie Layo ajue anaishi wapi. And pia ni kwamba Layo aliondoka akawa amesahau funguo wa nyumba. So akawa amefika kwake anajutia hata kutoka out, kwa hiyo kwa hali ilivyo aelewe arudi au afanyeje. Lakini haikuchukua muda, mwamba KC akawa amefika, akamwambia kuwa usije ukahisi kwamba nakufuatilia wala nini. Nilimtuma mfanyakazi wangu akufuatilie kujua unapoishi. Akawa amemwonyesha ufunguo aliosahau pale. So mwamba akawa ametumia dakika hizo chache kufahamiana na bibie na kumwambia, jina langu naitwa Carrick Benson. Jambo ambalo limfanya Layo kukaa kama sekunde chache kumtazama na kuvuta picha. Ni jina ambalo amewahi kulisikia kwa mpenzi wake. Sasa hapo tugundua kuwa KC alikuwa ni rafiki wa damu kabisa wa Alvin ambaye alikuwa ni mpenzi wake Layo, na mara nyingi mwamba KC alikuwa akipiga story na Alvin. Sasa Layo hakuwahi kumuona kabisa, ila jina alishalisikia mpenzi wake mara nyingi akilitaja. So baada ya hapo Layo aliomba kuingia ndani, lakini mwamba akamuuliza jina lake, lakini Layo akamdanganya kuwa anaitwa Nicole. So huyu mtoto anaitwa Era, ni mtoto wa Layo na amempata na Alvin. Sasa mwamba KC ndiye ambaye amechukua majukumu ya kuspend naye time mara nyingi, na mtoto akawa anamuuliza KC kuwa kama anafahamu mama yake alipo. So issue ni kwamba mji mzima story inafahamika kwamba Layo alimuua Alvin. Kwa hiyo mwamba mwenyewe pia anaamini katika hilo. Akawa anamwambia mtoto kuwa mama yake ni mtu mbaya sana, asitake kuwa naye karibu kabisa. So mwamba KC akaendelea kupambana kumweka karibu sana Layo, pasina kujua kwamba huyo alikuwa ni mpenzi wa rafiki yake. Anampelekea maua na kisha kumuomba watoke out pamoja. Baada ya kutoka date, anamwalika kwake kutazama movie pamoja, na mwamba pasina kufanya kosa anaamua kumpiga mabusu mrembo. Anaamua kumpiga mabusu ya kila aina mrembo, na bad enough haikuishia vizuri, maana aliingia ghafla mrembo mwingine na kuharibu picha zima hili la kihindi la KC pamoja na Layo. So mwamba ilimbidi amchomoe fasta bibia, lakini hiyo haikuzuia pia mwanadada Layo kuondoka. Kitendo kilichotokea kilimuumiza sana Layo kwa sababu yeye ameshamjua KC kuwa alikuwa ni rafiki wa mpenzi wake, na anaona amefanya makosa kumsaliti mpenzi wake, na mawazo ni kwamba ni kutafuta kazi tu ili apate pesa na kuanza kutengeneza muonekano wake, ili mradi wazazi wa Alvin washawishike naye ili amuone mwanae. Wazazi wa Alvin walikuwa wampendi Layo. Mama yake alikuwa akimwambia Alvin kwa simu kwamba tangu umemleta huyu mwanamke humu ndani ya nyumba, nimekuwa nikisikia harufu mbaya sana. Naomba uje umtoe ndani ya nyumba yangu. Naenda juu sasa hivi kuenda kumfukuza. Sasa wakati huo Layo anasikia kila kitu, jinsi mama yake alivyokuwa anatema shit juu yake. Lakini Alvin alichomjibu mama yake ni kwamba, mama, usije kujaribu kufanya hivyo kwa sababu utaniona Alvin ambaye hukuwahi kumuona akikasirika. So mama akaona kama ni vitisho hivi, lakini muda wote huo Layo alikuwa akisikia kila kitu ambacho kilikuwa kinaendelea. So picha likiwa linaendelea, Layo aliamua kwenda mpaka home na nia yake ni kwenda kumuona mwanae. So wakati anagonga mlango ndipo KC anamkuta na kumwambia, hey, unafanya nini hapa? Hebu tulie kwanza. Wanaoishi hapa na wafahamu, naweza kukusaidia kuwaona, lakini unafanya nini hapa? Sasa Layo akaamua kumwambia, nataka kumuona mwanangu, niache. So hili pia lilimfanya mwamba kuanza kurecall back kwamba kumbe bibie ndio Layo, mpenzi wa rafiki yake Alvin. So akawa anamwambia kuwa ulimuua rafiki yangu. Layo akamwambia, sikumuua Alvin.
So Mwamba akamwambia hautakiwi kabisa kuwepo hapa. So Mwamba akamchukua hadi kwenye gari, akaendelea kusimamia kila ambacho alimwambia. Akamwambia ulimuua rafiki yangu, na taarifa hizo zilithibitishwa na polisi. Layo akawa anamwambia sikumuua Alvin. Issue ni kwamba Layo anaendelea kupambana hadi maisha yake yaweze kuwa sawa, na nia yake ni kutaka kumimpress wazazi wa Alvin ili angalau wamuone ni binti ambaye alikuwa so smart na aweze kumuona mwanae. Layo anafanikia kupata kazi kwenye filling station na nia yake ni kupata pesa ili kujiweka sawa kabisa, wazazi wa Alvin waweze kumuona ni mwanamke sahihi kabisa. Basi wakati anaendelea, bi mkubwa akiwa na mjukuu wake ambaye ni mtoto wa Layo wanaingia supermarket. So Mwamba KC aliona gari ya bi mkubwa, akaamua kuvuta waya. Nimeona gari yako, ila hapo ulipo ndipo sehemu anapofanyia kazi Layo. Haikuchukua hata muda, Layo akawa amewaona, akawa anamuita mwanae Era. Mama akawasha ndinga afu akateleza. Sasa KC akaja kumzuia Layo na kumwambia ulimuua baba yake. Kwa hasira Layo akamjibu sikumuua Alvin, niache. Kesho yake Mwamba akaenda tena kuonana na Layo. Layo hakutaka hata kuzungumza naye, na bahati mbaya akawa amegongana na kitabu ama notebook ambayo Layo amekuwa akiitumia kuandika mambo yake yote, ikawa imedondoka, na mchizi akawa ameichukua ile notebook na kuondoka nayo. So Mwamba alienda kusoma kwa muda mrefu sana, na ndipo alipogundua kuwa yote ambayo yaliyotokea chanzo sio Layo, na hata wazazi wa Layo kwa nini wanamchukia. Lakini Layo alifikia hatua ya kukata tamaa kabisa ya maisha na kumwomba Mungu kama itawezekana basi afe tu, kwa sababu hana pesa na haelewi kabisa. Kwa hiyo akawa anamuomba Mungu, kama kweli upo basi naomba nife tu. So at the moment wakati anaongea mwenyewe, KC anagonga mlango na Layo akafungua na akawa hataki hata kuongea na KC. Akaamua kumfukuza, ondoka. Lakini Mwamba akakaza na mwisho akawa amempa notebook yake. So Mwamba akawa anamchana Layo kwa nini aliamua kumdanganya anaitwa Nicole, mpaka baadaye alipokuja kugundua alikuwa mpenzi wa rafiki yake. Layo akamwomba msamaha, nisamehe sana kwa kudanganya, sikutegemea kuonana na wewe na sikuzani kama ingefika hatua hii, ulinijali sana ndio sababu. So Mwamba akamuomba Layo akafanya kazi kwenye baa yake, akaamua kumpa pesa ya miezi 3 ya mshahara kabla hata hajaanza kazi. Akamwomba account number na kumtumia pesa yote, lakini bibie hakuwa na simu, kwa hiyo hawezi kuona mpaka aende benki. Na Mwamba akamwahidi kwamba siku ya kwanza ukifika kazini nitalifanikisha hilo la kukununulia simu. So siku ya kwanza kazini akapewa simu yake na kupewa mavazi ya ofisi na bibie akaanza kazi. So kesho yake Mwamba KC alikuwa anamrejesha Era nyumbani kutoka shule, na wazazi wa Alvin walipata taarifa kuwa Mwamba KC kwa sasa ameamua kumsaidia Layo. So walimwakia kinoma na hawakutaka hata kumpa nafasi kuzungumza, wakamwambia achague either Layo au Era au wao. So Mwamba alishindwa hata kuongea na mwisho siku wakamtimua. So Mwamba pamoja na Layo they were deeply in love, na mabusu yaliendelea kutawala baina ya watu hawa wawili. Na after then Mwamba akawa ameamka na kusoma kitabu tena kwa mara nyingine na kugundua kwamba wazazi wa Alvin walikuwa wanamchukia sana Layo, na hilo lilimfanya aweze kujiuliza maswali mengi sana. So bibie akawa ameamua kumsimulia ukweli wote, na hapa ndipo utaona kwa Alvin alikuwa mlevi kupindukia, na mara kadhaa mpenzi wake amekuwa anamkataza, lakini mwisho wa siku anaishia kupigwa makofi. Na mwisho Mwamba anaanza kumwomba tena msamaha baada ya kumpiga kofi, na kwa sababu bibi anampenda anaamua kumsamehe. Hali hii ilikuwa ni tabia mwendelezo. So kuna siku ambayo Layo alikuja na taarifa njema kwamba ana ujauzito. Mwamba alifurahi kinoma na kuahidi kwamba ataacha pombe kabisa, lakini kesho yake wanaenda out. Mwamba akalewa sana licha ya kumwahidi ataacha. So akamvuta hadi kwenye gari, lakini bibi akawa anamwambia kuwa umelewa, tuchukue taxi, huwezi kuendesha. Kama unavyofahamu mlevu ukimwambia umelewa anaona kama sio kweli. Ndivyo ilivyokuwa kwa Mwamba, lakini akawa anamuomba pale, lakini Mwamba anaishia kumchapa tena kofi. Bibi anaanguka na Alvin tena anaanza kumuomba msamaha. So bibi wakati anainuka akawa amemsuka bahati mbaya, na Mwamba akawa ameangukia kisogo, na bibi akawa anamwambia uliniahidi kwamba utaacha kunywa kwa sababu ya mtoto na bado unaendelea kunipiga, inuka tuondoke. Layo hakujua kwamba mpenzi wake ndio kashafariki, kwa hiyo akawa anamuamsha pale, na ndipo akaona ushakuwa msala huu, akaamua kumwacha na kwenda home. Anaenda home akiwa ni mwenye majonzi na maumivu makali kabisa, akiwa amekaa juu afanye nini. Ghafla milio ya gari ya askari inafika na kumchukua Layo, na Layo anafungwa kwa kosa la kuua bila kukusudia. So Mwamba KC aliamua kumchukua bibi hadi kwa wazazi wa Alvin kisha kueleza ukweli wote, na mwisho wa siku wazazi wakili kwamba walikuwa hawajui kuhusu hilo, na kuamua kumuomba msamaha Layo na kumuita Era na kumweleza ukweli kwamba yale yote ambao walikuwa wakimweleza ama wakimwambia kuhusu mama yake sio kweli,
mama yake ni yule pale, ni mtu mzuri tu na nenda kamsalimie. So mwisho kabisa KC anaamua kumchumbia nayo, na unakuwa mwisho wa picha hili, linaitwa Dear Alvin. Umeonaje movie hii? Hebu niachie comment yako, lakini usisahau kusubscribe, kulike, kucomment, kushare. Nifuate Instagram, mtandao wa X, Facebook pamoja na TikTok. Natumia jina moja, Yusuf the Brave.